kuwa kwa mtu mwingine. Umekwenda nyumbani, mama ameamka ameondoka, umeingia chumbani haraka haraka ukasafisha ukamtandikia, akirudi umeona kitanda kimetandikwa, ule mama atafanya nini? Atasikia vizuri, utakuwa umefanya nini? wa amilu salihat. Kwa hiyo amilu salihat ni kila kitu ambacho kwamba ni kizuri. Na tukiangalia katika aya nyingine ya suratu Tabaraka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza katika hiyo amilu salihat mtu atakikaniwa awe vipi. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Kwa mtu anapofanya jambo pia usilifanye tu kuliondoa, walifanya kiquality. Maana ya ahsanu amala, walifanya jambo kiquality. Kama ni kupika, wapika kiquality, sio wapika chai mtu akiangalia tahajui chai hii imeelekea wapi. Ukiambiwa siku hiyo upike wewe mtuzi ndio utakakuonesha, mtaona leo atakwenda kuikoroga ili asiambiwe apike tena. Au akipika ataipika hivi hivi. Kuvaa pia, vaa ahsanu amala. Ukifagia, fagia ahsanu amala. Ukizungumza, zungumza ahsanu amala. Sisi ni watu wa quality. Umma wa Kiislamu ni umma wa quality. Ukiwa ni daktari, yatakikaniwa utabibu wako ufanye vipi? Ahsanu amala. Kama ni injinia uwe ni ahsanu amala. Kama ni mwalimu ahsanu amala. Kila kitu chako kiwe ni ahsanu amala. Hivyo ndivyo ambavyo kwamba tunahitajika. Kwa hiyo sifa ya pili ya wale ambao kwamba hawapati hasara ni wale ambao kwamba waamilu as-salihat. Na salihat tumesema ni kila kitu kizuri. Kila kitu kizuri kinaitwa ni katika as-salihat. Hata asokuwa Muislamu, jirani yako mathalan, jirani yako si Muislamu, ukampelekea nyama, ukampelekea mchele, ukampelekea nguo, ukisikia mgonjwa ukaenda kumtembelea, au ni makosa? Si makosa. Ni katika waamilu salihat, ni katika mambo mazuri. Hata akifiliwa ni haramu kwenda kuzika, si haramu wewe, lakini utategea tu, usiende mapema, kwa sababu kuna ulevi, kuna uchafu katika baadhi ya mazishi ambao kwamba usukuwa Waislamu. Kuna wengine la mazishi yao hata kama si katika Waislamu, lakini yana ihtiram, yana nidhamu ambao kwamba haikhalifu. Ikiwa kuna kukhalifu, utategea wakati maalum uende tu ili uonekane, utoe pole, uondoke. Wataka kuwasaidia, yafaa kuwasaidia katika mazishi au haifai? Yafaa. Lakini kama wajua watafanya ulevi, usipeleke pesa, peleka mchele, peleka unga, peleka mafuta, peleka sukari. Hizi zote ni amanu wa amilu salihat. Mtu atakikaniwa awe ni mwenye kufanya mazuri kwake, kwa Waislamu, kwa hata wasiokuwa Waislamu, bali hata kwa wanyama. Wa amilu salihat kwa wanyama. Ndio utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya kuwa kuna mtu ameingia motoni kwa sababu ya paka. Alikwenda akamfungia badala ya kumpatia chakula, au amwachilia akatafute chakula kwingine, lakini akaenda akamfunga na hakumpa chakula, paka yule akafa, yule mtu yuenda motoni. Kwa hiyo amilu salihati inaingia mpaka kwenye environment. Utakuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na fuqaha ulama wakitueleza ya kuwa mtu hafai kukojoa kwenye mti wa matunda, haifai. Kwa sababu yani mgomba, uende ukakojoa kwenye mgomba, zile ndizi utakuwa umetufanyia nini? Watuharibia environment, watuharibia matunda yetu, watutilia harufu. Fuqaha wamesema haifai kukojoa katika barabara wanaopita watu, haifai kukojoa kwenye baraza watu wanapokaa, kwa sababu ukikojoa pale watu wakienda kukaa wataanza kusikia harufu mbaya. Kwa hiyo kukojoa, kuweka choo, kutupa taka haifai. Kuna wengine wafanyakazi wetu yatakikani watu wasimamie, ukimwambia akatupe taka atoka nje pale azimwaga hata kwa jirani kwenye dirisha lake. Haram, haifai. Lazima taka akazitupe mahali husika panapotupwa taka, kwa sababu haifai kuudhi watu wala kusumbua watu. Zote hizi zinaingia katika waamilu salihat. Kwa hiyo sifa ya kwanza amanu inarudi kwa mtu,
Sifa ya pili amilu salihati inakuwa ni kwa watu. Watawasau bil haqqi, hii ni sifa ya tatu ambayo kwamba mtu akishikamana nayo atadhibiti wakati wake. Ndio maana tusema hii sifa ya pili ni muhimu sana katika kuhifadhi wakati wa mtu. Hata kama umekaa kitandani, kweli nyumbani hakuna amilu salihat, hakuna skuli imefungwa, madrasa imefungwa, na wewe uko nyumbani, kweli nyumba haina amilu salihati hata moja, ili wewe ukaitu kwenye kitanda? Au ziko nyingi? Ziko tele. Hata kama ni kuingia store ukaeka bizari huku, ukarudisha huku, ukaweka huku, kaingia jikoni ukapanga panga, sinia ukazileta huku, masufuria ukaleta huku, yani mambo mengi waweza ukayafanya, na yote yanaingia katika waamilu salihat. Na pia ni exercise kidogo, wapeleka mkono hivi warudisha hivi badala ya kukaa peke yake. Kwa hiyo watawasau bil haqqi. Jambo la tatu mtu ambaye kwamba anaweza kuhifadhi wakati wake ni kuzungumza. Itawasau ni kuzungumza. Sasa zile ilikuwa ni kutenda. Watawasau bil haqqi, uwe unahusia haki. Uhusia haki. Ukimona mwenzako, msichana mwenzako, mwambie la, usifanye namna hiyo, hii haifai, hiyo atakana uswali, usifatane na mwanamume yule, ni mbaya, angalia msichana yule mwenzako ule si mzuri, tushikane twende msikitini tukaswali, tushike mswahafu usome. Yani wahusia haki. Kuna akhira, kuna mtume sallallahu alaihi wasallam atakana tumsikize, kuna Mwenyezi Mungu yatuona. Daiman yatakikaniwa uwe mazungumzo yako ni mazungumzo ya haki, yasiwe ni mazungumzo ya batili. Sio ukimwona unaje tumfanyie huyo, wewe tufanye vile, uenda kuingia kwenye humaza, uingie kwenye malumaza. Hakuna, haifai, usiingie kwenye humaza wala lumaza. Tuhifadhi ulimi wetu. Hii watawasau bil haqqi, iwe wewe daiman mazungumzo yako ni mazungumzo ya kulekeza pazuri kwa wenzako. Hii watawasau bil haqqi pia inakuwa kwa mwenzako wamlekeza njia. Umemwona kuvaa hijabu vizuri, usikae kando ukamzungumza ukafanya humaza. La, nenda kwa njia nzuri hivi, mweleze la, hijabu yawekwa hivi, haiyeko hivi. Sio hijabu yako hivi, weka hivi hijabu. Atakubali? Hawezi kukubali kiujeshi. Yatakikaniwa kwa hikma, kwa uzuri, kwa upole. Kwa hiyo watawasau bil haqqi inaingia mambo mengi, lakini ya nini? Ya maneno. Waamilu salihati yaingia maneno, yaingia mambo mengi, lakini ya vitendo. Jambo la mwisho, sifa ya 4, watawasau bis sabr. Hapa ndo kuna kazi, kwa sababu mtu ambaye kwamba ni amanu, kisha tena awe ni amilu salihat, kisha awe ni tawasau bil haqqi, lazima kuwe na subra. Maana utambe umesilimu lini? Au sio? Ukianza kushika mswahafu, umeanza kuzungumza ukweli, umeangalia sasa kwenye YouTube, waingia kuangalia visa vya manabii, visa vya Qur'ani, mawaidha, waangalia mambo ya Islamic peke yake. Sasa atakayekuja msilimisha kwenye daura, sasa itakana ufanye nini? Watawasau bi sabr, subiri, mache tu, wala usimjibu vibaya. La, mbela tulikuwa kidogo tumetoka timing. Sio usimwambie wajua tulikuwa tunde motoni. Pia usimwambie kidogo tuntoka timing, tuliishi kidogo katika hali, lakini hivi sasa la, alhamdulillah tumepata mawili matatu ya Mwenyezi Mungu na mtume, wacha sasa turekebishike. Hata wewe pia usiende huku na huku, fanya hiki na hiki, sikiza hiki, vaa vile, usivai hivi, usiende huku, nenda huku. Kwa hiyo hili la mwisho watawasau bisabri ni muhimu. Na yule mwenzako ambaye kwamba wamjua ameshika dini, na yeye pia mahusiana, la tusubiri, watu watatutezea, watu watatuangalia vibaya, bali watu wataanza kuwafanyia makero, haswa maudhiko makubwa, atakupitia akikufanyia zile kina humaza na lumaza za wazi wazi. Sasa sio zile za kujifita. Kama ni kwenda mahali, hatakupigia tena simu wala hatakutefuta, ili kukutia utungu tu. Wewe umejifanya usilimu, utaona kama tutakuchukua kwenda mall, utaona kama tutakwambia twenda mahali, utakuta sasa mambo yamebadilika. Lakini Mwenyezi Mungu akwambia nini? Watawasau bi sabr, yatakikaniwa sabr. Kwa hiyo hizi ni sifa 4 ambazo kwamba zinamfanya mtu aweze kuhifadhi nini? Wakati wake. Na wale walokwenda kombo, mara nyingi utakuta ilikuwaje wakaenda kombo, walikosa
kuhifadhi wakati wao kwa kupitia hizi sifa 4. Alipata time akakaa akaanza kuzungumza mambo machafu. Wajua takana kidogo toe stress, tension nyingi, wacha twende out, angalia yule mwanamume yule tena aweza kukufit wewe, maneno. Unaona hiyo wakati ameutumia kwenye amanu, huo wakati ametumia kwenye amilu salihat, huo wakati ameutumia katika tawasau bil haqq, huo wakati ameutumia katika tawasau bis sabr. Ndio maana amekwenda kona moja kwa moja. Kwa hiyo usipokana haya mambo manne wewe uko kwenye risk ya kwenda vibaya. Usiposhika mambo haya manne uko kwenye risk ya kwenda vibaya. Hakikisha kila time yako ina amanu au ina amilu salihat au ina tawasau bil haqqi au ina tawasau bi as-sabr. Tumomba Mola subhanahu wa ta'ala atujalie kila la khairi na atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.